Amen. Basi pale tulipo naomba tuinamishe vichwa vyetu tuweze kuomba kwa ajili ya neno. Alafu tutaenda kujifunza neno ambalo Roho Mtakatifu katuandalia. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa kuwa tumeketi katika uwepo wako, tukijua kabisa kwamba katika uwepo wako kuna neema. Baba, angalia saa hii na muda huu tutakwenda kusikiliza maneno uzima. Ulisema tena ya kwamba mtu hataishi kwa mkate, bali ataishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako. Nasi tuko hapa Baba tayari kutaka kusikia maneno yanayotoka katika kinywa chako, ili roho zetu ziweze kujengeka na tuzidi kupanda viwango vya kukujua wewe. Ninaomba Roho Mtakatifu ukashuke juu ya kila mmoja, ukamfundishe wewe kwa sauti ya utulivu, ukamwelekeze na kumkumbusha na kumuonya na kumtahadharisha, lakini pia kumfariji pale ambapo anastahili au anahitaji faraja mtoto wako. Ninaomba Bwana Yesu ukanitumie kama chombo chako tu kuyasema yale ambayo unataka watoto wako wasikie. Roho Mtakatifu shuka juu ya kila mmoja, tengeneza. Nami nienda kinyume na hila zote za ulimwengu shetani, roho zote za uchovu na vipingamizi katika ulimwengu wa roho zinazosimama kukinzana na kipindi hiki na kufanya fahamu zetu zisipokee, zisielewe wala zisitafakari vyema. Ninazidhibiti hizo roho na kuzifukuza kutoka mahali hapa na mahali pengine popote katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza amani na hali ya utulivu katika mwili na katika roho kuanzia tunapoanza na tutakapomaliza. Ni katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Amen. Makofi mengi kwa Bwana wa mabwana na mfalme wa falme Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi ujumbe wa leo una kichwa kinachosema tafuta utakatifu wa ndani na wa nje. Tafuta utakatifu wa ndani na wa nje. Hii mada inakuwa ni kama mada marudio. Lakini hatuna budi kujifunza mambo haya kwa sababu ndio msingi mkubwa wa imani yetu sisi ya Ukristo. Tafuta utakatifu wa ndani na wa nje. Tutaenda kuelewa utakatifu wa ndani na wa nje ni utakatifu wa namna gani. Lakini nataka tuhoji vitu vichache kwanza. Kwa nini utakatifu ni mada kuu au inapaswa kuwa mada kuu katika mwili wa Kristo? Kwa nini utakatifu ni mada kuu au inapaswa kuwa mada kuu katika imani ya Ukristo? Naomba tusome kitabu cha Ibrania sura 12 na ule mstari wa 14. Kitabu cha Ibrania sura 12 na ule mstari wa 14, kuna andiko ambalo ni maarufu sana pale. Ibrania sura 12 na mstari wa 14, Biblia inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tarudia pale. Ibrania 12:14. Anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, mkato, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Labda tuinyambue sentensi vizuri. Anaposema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, alafu tena na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Tuweke vizuri sentensi. Anaposema hivyo maana yake anamaanisha tutafute kwa bidii kuwa na amani, mkato, lakini pia tutafute kwa bidii kuwa na utakatifu ambao pasipo huo hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Ukikutana na kauli kama hizi waga zinaleta hali ya kutafakari kwa kina zaidi. Mtu akikwambia, akikupa kitu fulani afa kukupa na tahadhari mbele. Akikwambia jambo fulani afa kukupa na tahadhari mbele, hilo jambo la kufikiria mara mbili. Ukiona mtu anakuambia njoo na fedha zako, labda njoo na kitu fulani, usipokuja nacho hicho sitakupa kitu fulani, ujue hiyo kauli ni ya kuitafakari mara mbili. Kwa sababu unaweza kujikuta wakati mwingine unafanya jambo fulani, ukitegemea jambo fulani, ukaenda kukuta kinyume na matarajio yako. Amen. Na hapa anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na huo utakatifu ambao pasipo huo hapana mtu atakayemwona Mungu. Zipo kauli ambazo ukizisoma kwenye Biblia zinakupa kutafakari mara mbili. Kwa mfano tusome tena kwenye kitabu cha Galatia. Tuangalie kauli nyingine ambayo sio kuichukulia kikawaida. Galatia sura 5 na ule mstari wa 21, nataka tuweke msingi mzuri. Galatia sura 5 na ule mstari wa 21. Kuna maneno yalitajwa pale. Galatia sura 5, naomba nianze ule mstari wa 19, alafu nitasoma
mpaka mstari wa 21. Anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya anataja pale. Anasema uasherati, uchafu, ufisadi, ibada sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitna, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema. Nawaambia mapema. Maana tunaambiwa mapema. Kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Ukiona tena mtu anakuja kukuambia kitu nakwambia mapema, maana tilia mkazo sana hicho anachokisema. Kwa sababu kwa namna moja au nyingine ukikipuuzia hicho, uko mbeleni utaenda kukutana na vitu ambavyo wanasema out of expectation, yani kinyume na matarajio. Kwa hapa anaanza kuorodhesha, anasema matendo mwili ni dhahiri, anataja pale uchawi, ibada za sanamu, uasherati, ugomvi. Alafu anasema na mambo yanofanana na hayo. Maana yako mengi. Alafu anamalizia kusema nawaambia mapema kama nilivyokwisha kuambia watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunaanza kuangalia hapa. Ni vitu gani ambavyo vinaweza vikanifanya mimi nirithi ufalme wa mbinguni? Au ni vitu gani vinavyonifanya vitakavyonifanya mimi nisiurithi ufalme wa mbinguni? Hapa anasema anavitaja pale, uasherati, ulevi, ulafi, ibada za sanamu na vitu vingine vyote. Hapa anasema ananiambia mapema watu wanaotenda mambo haya hawataurithi ufalme wa mbinguni, nimenoti. Lakini tena huko anakuja kusema kwamba katika kitabu cha Ibrania sura 12 mstari wa 14 anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Alafu na huo utakatifu ambao pasipo huo hakuna mtu atakayemwona Mungu. Kwa kumbe na utakatifu pasipo huo hakuna mtu atakayemwona Mungu. Maana yake atakayeurithi ufalme wa mbinguni. Ukiconnect vitu viwili utaona kwamba utakatifu ndo haya mambo yaliyotajwa hapa kinyume chake. Kwa kama hapo pametajwa kwamba katika Galatia sura 5 mstari wa 19 na mpaka 21 kwamba waasherati, baada waabudu sanamu, ufisadi, wivu, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo ni vigezo vya kutorithi ufalme wa mbinguni. Tunajua kabisa kinyume cha hayo ndivyo vigezo vya kurithi ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa haya ni mambo ambayo yanatufanya tufikirie au tutafakari mara mbili Biblia na kuisoma katika uzito mwingine. Ukisoma tena kitabu kile cha Mathayo sura 7 kuanzia mstari wa 20 na kuendelea mpaka mstari wa 22. Kuna maneno ambayo Bwana Yesu aliyasema pale. Alisema si kila mtu aniambie Bwana Bwana atakayerithi ufalme wa mbinguni. Wengi wataniambia siku ile Bwana tukutoa pepo kwa jina lako. Kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Lakini anasema ondokeni kwangu siwajui ninyi nyote mtendao maovu. Anasema asifanye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni, huyo hawezi kurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hivi ni vigezo ambavyo ni lazima tuviangalie kama Wakristo. Kama tunahitaji kwenda mbinguni, kama tutaki kwenda mbinguni, hatuna haja kusoma haya wala tuna haja kujifunza haya. Lakini kama tunataka kwenda mbinguni, tunataka kwenda kumuona Mungu, tunataka kwenda kurithi mbingu mpya na nchi mpya ambapo Biblia inasema haki na kaa ndani yake. Tunataka kuishi milele kwa sababu kuna tofauti ya kuishi na kuishi milele. Kuna tofauti ya kuwa na uzima na kuwa na uzima tele. Kitabu cha Yohana sura 10 mstari wa 10 Bwana Yesu alisema nilikuja ili uwe na uzima kisha nao tele. Maana yake ni uzima alafu ni uzima tele, uzima milele. Uzima wa kawaida ni maisha tulionayo. Unaishi miaka 30, 40, Bwana akikusaidia unaweza kufika hata 100 au hata zaidi hapo kidogo. Lakini uzima milele ni maisha yanayoendelea baada ya kifo. Maana yake tukishakufa kuna maisha yataendelea baada ya hapo. Usipoamini kwamba kuna maisha yatakuwepo baada ya kifo, maana yake una uhuru wa kuishi unavyotaka. Lakini ikiwa unaamini kwamba kuna maisha yataendelea baada ya kifo, ni lazima utafute kutengeneza maisha yako ya milele kule. Bwana asifiwe sana. Sasa hivi tunajenga maisha yetu hapa duniani. Utaona mtu anasema, mtoto anaanza kusema nikitaka nikiwa mkubwa nataka nifanye kitu fulani. Au mtu mzima utakuta anakuambia na malengo miaka 5, 10. Ndio nijenga nyumba labda, leo nimeoa au nimeolewa, ndio nimefanya hiki na kile. Mwingine ana malengo kwa kiongozi fulani. Anaangalia maisha yake yanayokuja pale. Lakini utaona maisha anayoangalia yamekwama pale siku atakapokufa. Hawezi kuona kwamba kuna maisha mengine atafuata baada pale. Lakini mtu mwenye hekima anawaza future yake hapa, lakini pia anawaza na future yake ya maisha milele. Na kiuhalisia kabisa maisha milele ndio yana muhimu kuliko hata maisha tunaoishi hapa. Kwa sababu ni maisha ukizidi sana miaka 100 hata ukipewa 120 utalinganisha vipi na mabilioni ya miaka yanayokuja huko? Huwezi kulinganisha.
utaona hayaingia hata katika theluthi moja ya maisha ambayo yatakuwepo baada ya hapa. Kwa hiyo ni lazima uangalie, je, nitakuwepo wapi baada ya maisha haya? Nitakuwepo katika uzima wa milele au nitakuwepo katika ile hukumu ya milele? Maana hukumu ya milele sio tu unaingia katika hukumu ya milele, ziwa la moto, mauti ya pili. Je, utakuwepo wapi? Ukiweza kufikiri, mtu ambaye anaweza kufikiri maisha yake baada ya kifo ni mtu ambaye anijali future yake sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni muhimu sana pia hata watoto wetu kuwafundisha kuangalia sio tu future ya maisha yao ya kielimu, future ya maisha yao ya kimasomo. Ni muhimu sana kuweka watoto wetu katika kuangalia pia future ya maisha yao baada ya maisha haya. Tukiweza kuwatengenezea msingi, watoto wetu wakikaa hapo na sisi wenyewe tukikaa hapo, tutakuwa ni watu washindi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, kwa nini nataka nikuangalie sababu kwa nini utakatifu ni mada kuu katika Ukristo? Nataka nikupe sababu ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya pili, kwa nini utakatifu ni mada kuu katika imani ya Ukristo, au ni lazima tuzungumzie utakatifu kuanzia tunaanza mpaka tunamaliza. Vingine vinaingia tu katikati, lakini utakatifu ni msingi mkubwa. Kitabu kile cha Petro wa kwanza, naomba nisome pale. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza na mstari wa 15. Kwa nini Mungu anataka tuwe watakatifu, au kwa nini utakatifu ni mada kuu? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 15 mpaka ule wa 17. Kwa hiyo nitakuwa naenda haraka. Anasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15. Anasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Angalia mstari wa 16 anasema, kwa maana imeandikwa, kuna mahali imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi nani? Ni mtakatifu. Sasa tuuliza, ni wapi haya imeandikwa? Petro anarejea wapi? Naomba turejee andiko moja. Yako mengi katika kitabu cha Mambo ya Lawi, lakini naomba tusome tu andiko moja katika kitabu cha Mambo ya Lawi sura ya 19 mstari wa 2. Mambo ya Lawi sura ya 19 na mstari wa 2. Nitaanzia mstari wa kwanza. Mambo ya Lawi sura ya 19 mstari wa kwanza na 2. Mambo ya Lawi sura ya 19 mstari wa kwanza na 2. Angalia mahali ambapo Petro anarejea. Anasema, Bwana akanena na Musa akamwambia. Huu ni Mungu alizungumza na Musa, alafu akamwambia, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli. Nena na mkutano wote wa wana wa Israeli. So mtu mmoja, mkutano wote wa wana wa Israeli. Uwaambie, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni nani? Ni mtakatifu. Kwa kumbe sababu ya Mungu pia kutangaza utakatifu juu ya maisha yetu, kwamba tuwe watakatifu, ni kwa sababu na yeye Mungu ni mtakatifu. Pigia mstari huo. Bwana asifiwe sana. Yaani hilo lisiondoke kwenye kichwa, lisiondoke katika ufahamu, lisiondoke katika akili. Kwa nini Mungu anasema mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi mtakatifu? Tukirejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 27, Biblia inasema Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Kwa mfano wake akamuumba mwanaume na mwanamke. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27. Anasema kwa mfano wake akamuumba mwanaume na mwanamke. Kuna watu wanasema kwamba wanaamini ya kwamba mwanaume ndo kaumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Si kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ni mwanaume na mwanamke. Bwana anapesifa. Na ukitaka kuiona sura ya Mungu, usiende kwenye internet wala usiende kwenye watu wanaofanya tafiti, hutaipata. Sura ya Mungu ni mwenzako unayemuona, ni ya kwako unayoiona hivi. Kwa sababu umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Wanawake wote wana uso wa Mungu, wanaume wote wana uso wa Mungu. Amen. Katika ranki zile za uumbaji, au tuseme katika ngazi za uumbaji, alianza mwanaume sawa, mwanamke katawaliwa kutoka katika ubavu wa mwanaume. Lakini kiuhalisia, ukimwangalia mwanaume na mwanamke, wote wana mfano wa sura ya Mungu. Ndio maana unaweza mwanaume ana pua moja, na mwanamke ana pua 3. Haiwezekani. Wote tunafanana. Vinavyotofautisha ni vitu vidogo tu. Labda tu muonekano na maumbile. Lakini tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Wote. Kwa Mungu anaposema mpende, hauwezi kumpenda Mungu sema muone afu unamchukia jirani yako unamuona. Alikuwa anajizungumzia yeye yupo katika ndugu yako unayemuona, unayemtazama. Kwa ukimpenda ndugu yako vizuri kabisa, umempenda na Mungu.
Kwa sababu yule mtu katengenezwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na sura ya Mungu ni muonekano wa nje unavyotuona sisi. Yaani hii figure ile umbile ambalo tunalo sisi halijabuniwa kwamba Mungu alilibuni akasema ngoja nibuni mwanadamu katika umbile fulani la kipekee. Hapana. Alichukua yeye kama alivyo, jinsi anavyoonekana. Akasema na huyu mtu nitamtengeneza kama mimi ninavyoonekana kwa nje, lakini sio tu kwa nje, lakini pia kwa ndani. Kwa sababu kuna viumbe, kuna wanyama kidogo wanaweza kukaribiana na wanadamu kama sokwe. Kidogo kumwangalia gorila, kuangalia chimpanzee, wote wanakaribia kufanana na mwanadamu. Na wenyewe wana pua moja, macho mawili, mikono miwili, miguu miwili na wanatembea. Na wanaweza kidogo kufanya tabia za wanadamu. Kidogo wanaweza kufanana na mwanadamu. Lakini tukija katika utu wa ndani, tunapozungumzia mfano wa Mungu, gorila ana mfano wa Mungu ndani. Anaweza kaa kidogo anafanana na sisi, lakini ana mfano wa sisi ndani. Lakini sisi wanadamu, vitu vya ndani vyote, kuanzia hisia, kuanzia ufahamu, utashi, uelewa, uvumilivu, hali yote ya mazingira yako ya ndani jinsi ilivyo, umeumbwa au nimeumbwa au tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa sasa Mungu anaposema mtakuwa takatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu, maana yake anajiangalia yeye, amemuumba mwanadamu au amekusudia mwanadamu afanane na yeye kuanzia sura paka utu wake wa ndani. Kwa hiyo tukimwangalia Mungu, sifa yake kubwa aliyotukuza kuliko yote ni mtakatifu. Roho yake ndio maana anaitwa Roho Mtakatifu. Maana yake sio roho yenye uweza, ni roho yenye uweza ndio. Ni Mungu mwenye uweza ndio. Ni Mungu mwenye nguvu ndio. Ni Mungu mwenye mamlaka, lakini sifa yake kubwa ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana sasa hivi tukikaa mtu kukombea utakatifu umekuwa Mungu. Kwa Mungu tunamjua cha kwanza sifa yake kubwa ni utakatifu. Ndio maana anasema mtakuwa takatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Musa akapewa hilo agizo naona kwa wana Israeli na Mungu mwenyewe. Angalia ni topic ya kwanza kabisa, anaambia kawakusanya wana Israeli wote, sio mtu mmoja. Akaambia Bwana anasema hivi, mtakuwa takatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Hiyo ndio maana, ndio sababu kwa nini ni lazima tuhubiri au tujifunze kuhusu utakatifu sisi wa Kristo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nataka nikupe tena pointi nyingine. Tuone kwenye kitabu kile cha Isaya sura 6 mstari wa kwanza. Tumuelewe kidogo Mungu katika sifa hiyo. Isaya sura 6 mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Isaya sura 6 mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Isaya sura 6 mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Isaya ameona maono juu mbinguni. Alafu akamwona Mungu na akaona maserafi na malaika. Nataka tusome tu. Naomba nisome kwanza mstari wa kwanza. Anasema katika mwaka ule aliyekufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake likajaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Maserafi kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Nitarudia pale. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu mara 4. Ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Angalia, hawa ni maserafi wamekizunguka kiti cha enzi. Hawana dhambi hawa. Bwana na asifiwe sana. Hawana dhambi. Lakini wakiwa mbele za Mungu wana mabawa 6. Kikawaida ile mabawa yalitengenezwa kwa makusudi tu ya kuruka. Lakini mabawa mawili wamefunika kichwa. Mengine mawili yamefunika miguu. Alafu yale mawili yaliyosalia katikati yenyewe wanatumia kuruka. Kwa nini wanafunika kichwa? Wanafunika miguu. Maana yake wanajisitiri kuanzia juu hadi chini. Wanajiona ni wachafu mbele za Mungu ingawa wako mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu akiwa kule, angalia, wanamwona Mungu sio kwamba ni mwenye miujiza, sio kwamba ni muumbaji, sio kwamba anatetemesha mbingu. Anasema wakaanza kuitana wao kwa wao wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Yule anamuita mwenzake anamwambia mtakatifu, yule mtakatifu, mtakatifu.
Alafu wanasema mtakatifu unajua ni nani? Ni Mungu yeye aketie juu. Dunia yote imejaa utukufu wake. Wanamuona Mungu kwa sifa hiyo moja ya mtakatifu tu. Basi ingawa uje haona dhambi, lakini wanajiona ni wachafu mbele zake. Tengeneza picha sisi tunapaswa kuaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu mara 4. Hajasema mtakatifu alafu mkato. Mwenye uponyaji, mwenye uweza, mwenye nguvu. Tungesema hapo labda alikuwa anampa sifa zote. Wameona sifa ya kwanza utakatifu. Ya pili tena ni mtakatifu. Ya 3 mtakatifu. Ya 4 mtakatifu. Zingeweza kuendelea hata milele mtakatifu. Kwa hiyo wanamjua hivyo kwamba yeye ni mtakatifu. Na malaika hajaomba kwa mfano na sura ya Mungu. Sisi wanadamu tumeomba kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa sisi tunatakiwa tufanane na yeye Mungu asilimia zote. Ndio maana anasema kwa kuwa imeandikwa mahali fulani mtakuwa takatifu kwa kuwa mimi mtakatifu. Hata anasema ni agano la kale. Petro alinukuu hapa katika agano jipya. Bwana asifiwe. Kwa utakatifu ni mada kuu sana. Wakristo hatupaswi kukimbia. Ni lazima tutafute utakatifu. Pasipo huo hatutaweza kumuona Mungu. Mungu hawezi kukaa sehemu na mtu ambaye si mtakatifu. Ni kitu ambacho hakipo. Kwa nini kule kutatokea matenganisho makundi mawili? Si kwa sababu Mungu anachukia watu. Ni kwa sababu yeye hawezi kukaa na uchafu. Hata sasa hivi kukiwa na mali na uchafu, alafu ni msafi, unapochukua zile takataka na kwenda kuzitupa kwenye ziwa la moto, sio kwamba unachuki na zile takataka, sio kwamba zile takataka zinakuudhi. Ni kwa sababu ni msafi tu, zile zinakuletea harufu mbaya, hivyo zinakuletea kinyaa, hauwezi kuwa nazo. Ili wewe ukae salama, usipate kichefuchefu, usitapike, usijisikie vibaya, ni lazima utoe zile takataka kwa zichome moto, si ndio? Kwa katika siku za mwisho mambo yako hivyo hivyo. Watu watakapokusanywa na yale maroho machafu ya mapepo yatakapoenda kutupwa katika ile ziwa la moto, si kwa sababu Mungu anachuki sana, ni kwa sababu yeye hawezi kukaa milele na uchafu. Hawezi kukaa milele na uchafu. Yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo anatupa matangazo mapema, tutakuwa takatifu kwa kuwa yeye Bwana Mungu wetu ni nani? Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina za utakatifu sasa kwetu sisi wanadamu. Nataka hapa tuweke vizuri ili jambo tuweze kuelewa. Aina za utakatifu. Uko utakatifu wa nje na uko utakatifu wa ndani. Utakatifu wa nje na utakatifu wa ndani. Upo utakatifu wa nje na utakatifu wa ndani. Ndio maana hapa tumekuja kujifunza kichwa cha ujumbe wa leo au somo leo linasema tafuta utakatifu wa ndani na wa nje. Tafuta utakatifu wa ndani na wa nje. Utakatifu wa ndani na wa nje. Upo utakatifu wa nje na upo utakatifu wa ndani. Utakatifu wa nje ni ule muonekano wa nje ambao unamtambulisha mtu na kufanya apate kibali mbele za Mungu. Aonekane yuko safi mbele za Mungu. Utakatifu wa nje unahusisha kuanzia muonekano wa mavazi mpaka vitu ambavyo vinakaa katika mwili wako. Michoro unayoweka katika mwili wako, vitu unavyopachika katika mwili wako vinaelezea utakatifu wako nje au uchafu wako nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Kwa tunapokuja kusema utakatifu wa nje ni vitu vyote mwili wako unavyoonekana kwa nje. Tumeomba kwa sura ya Mungu. Kwa Mungu anategemea tunapokuwa nje tunamhubiri yeye. Bwana asifiwe sana. Hii kwa maana kwamba vitu unavyovalishwa mwili. Miili ambayo tumepewa sisi sio mali yetu. Kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 na Korintho wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 16 unaelezea sio mali yetu wenyewe. Maana yake mwili uliopewa sio mali yako, ni mali ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akikuangalia au sisi tunapaswa kuonekanaje mbele za Mungu? Ni katika utakatifu wa nje, muonekano wako. Muonekano wako kuanzia juu mpaka chini. Je, unampa Mungu utukufu? Mavazi yako unovaa yanampa Mungu utukufu? Je, mavazi unovaa yanapasa jinsia yako au yanapasa jinsia nyingine? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 22 mstari wa 5. Anasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume na mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Hivi vitu vipo, sio shida ipo mpaka leo, mpaka sasa hivi ipo hata katikati ya makanisa. Ipo mpaka katika kanisa. Mwanamke kuvaa mavazi yampasayo mwanaume na mwanamke anavaa mavazi yampasayo mwanamke. Nasema hivyo, kuna watu kanisani wanakuja hapo safi, wapo vizuri kabisa, lakini wakirudi nyumbani, wakienda kazini, wakirudi mahali wanapofanyia kazi, mahali popote walipo, ndio utajua kwamba huyu mtu ni gugu wala si mkana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neno la Mungu limeweka wazi kwamba mwanamke asivae mavazi yanayopaswa mwanaume, mwanaume asivae mavazi yanayopaswa mwanamke. Vazi la suruali ni vazi la kiume. Makuhani katika Agano la Kale walikuwa wanavaa suruali ambazo zilikuwa zinatambulika kama suruali fupi na ndefu. Fupi zile zilikuwa ni kaptura. Ndefu zilikuwa ni suruali ambazo tunazijua hizo. Walikuwa wanavalishwa makuhani, na kulikuwa hakuna kuhani mwanamke kwenye Biblia. Hakuwepo hata mtu mmoja. Kwa katika Biblia nzima hakuna mahali popote wanawake walivaa suruali. Na hili vazi lilijulikana kwa sababu Haruni na makuhani wote walikuwa wanavaa mavazi haya. Tukienda kusoma kwenye kitabu cha Danieli, wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walitupwa katika lile tanuru la moto. Biblia inasema walikuwa wamevaa kanzu zao na joho zao na suruali zao. Wakina Shadraka, Meshaki na Abednego sio wanawake, ni wanaume. Kwa hiyo katika Biblia nzima vazi la suruali lilikuwepo tangia historia za huko mpaka leo, na haiwezi kubadilishwa na mazingira. Itabaki kuwa hivyo tu daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kama jambo hili litabadilishwa kulingana na nyakati na majira, basi hata Biblia nzima tubadilishwe, kwa sababu mambo mengi tunayojifunza ni ya zamani, yameanzia zamani. Lakini Biblia ni ile ile, Kristo ni ile ile, Roho Mtakatifu ni yule yule. Tangu zamani walikuwa hawavai mavazi yanayopasa wanawake, wanaume. Na wanaume na wanawake kwa hivyo mavazi yanapasa wanaume. Ilikuwa ni kituko, jambo la ajabu tukuta mwanamke kavaa suruali kipindi cha zamani. Ilikuwa ni jambo la ajabu sana. Lakini siku zinapozidi kwenda, jambo hili linaonekana ni la kawaida. Paka makanisani, paka katika madhabahu, watu wanasimama wamevaa suruali. Ni jambo ambalo ni makosa kibiblia. Na hapa ndipo tunapokuja kuzungumzia utakatifu wa nje. Tunapokuja kuzungumzia utakatifu wa nje, Bwana na apewe sifa sana. Kwa utakatifu wa nje unajumuisha vitu vyote ambavyo vipo tunaviona katika mwili. Lakini mbali na hilo, nataka nikwambie kitu kingine tena. Utakatifu wa nje sio tu mavazi au tunaviandika katika miili yetu. Ungine utaona mtu anachora tattoo katika mwili wake. Anachora tattoo katika mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukichora tattoo katika mwili wako ni kosa. Ukipaka hina katika mwili wako pia ni kosa. Alama ambazo Mungu akakuwekea kuanzia rangi yako zinatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie hivi vitu ili vikuweke huru, kwa sababu usipovisikia unaweza ukaenda mahali pengine usivisikie, alafu ukafikiri uko salama. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia tumeambiwa mapema. Ni afadhali tujifunze nini maana kuambiwa mapema kuliko kujitumainisha na kujifurahisha katika vitu ambavyo vinapita. Mwisho wa siku kule tunaenda kukutana na taarifa au tunakutana na mambo ambayo hatujategemea, alafu Biblia inabaki huko pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mambo ya Lawi sura 19 na ule mstari wa 28. Mambo ya Lawi sura 19 na mstari wa 28. Naomba tuangalie jambo moja pale. Walawi sura 19 mstari wa 28 anasema msichanje chale yoyote katika nyama ile yenu kwa ajili ya wafu. Kumbe zamani watu wanachanja chale kwa ajili ya wafu. Manake walikuwa wanaenda walikuwa wanafanya ibada za wafu. Kwa hiyo ibada za wafu zilikuwa zinahusishwa na kuchanja chale kwa ajili ya wafu. Kwa sasa hivi chale sasa hivi zimebaki kwa waganga kienyeji. Maudhui ni yale yale tu, hamna tofauti. Wala msiandike alama milini mwenu. Unaelewa maana ya alama? Sio kuchora tu ile tatu, kuweka hata kanukta fulani, lakini kana lengo fulani kwenye mwili wako. Unasema ni alama fulani. No. Anasema wala msiandike alama milini mwenu. Mimi ndimi Bwana. Unaelewa kwa nini anasema mimi ndimi Bwana? Anajitambulisha mimi ndimi Bwana. Bado anajirudisha kwenye ile nafasi yake Mungu. Yeye ni namna gani? Bwana na pesi. Kwa alama ulizonazo za asili zinakutosha, usiongeze nyingine. Huo ni utakatifu wa mwili. Lakini pia matendo unayofanya katika mwili yanaelezea utakatifu wako wa mwili au utakatifu wa nje. Je, unafanya nini? Unavuta sigara? Kuna mtu mmoja akaniambia, mtumishi, mbona sije kuona kwenye andiko kuvuta sigara ni dhambi? Ni kweli alipo ile andiko. Hauwezi kulikuta. Lakini kuna andiko limesema ya kwamba hamjui kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako huo ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekusudia kukaa ndani yako, kukaa ndani yangu. Sasa kama Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu, alafu ninachukua sigara, navuta, naingiza ndani ya mwili, hilo jambo liko sawa? Alipo sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo bila yetu unaangalia pia ni kitu gani unachokiingiza katika mwili. Unakunywa pombe.
Ukinywa pombe, unapokunywa ile pombe inaenda kubadilisha ufahamu wako. Unaweuka. Unaanza kufanya vitu ambavyo vinazidi ujasiri wako au vinapungua ujasiri wako. Unaanza kuongea vitu ambavyo sio unaongoza, ile pombe ndio inafanya kazi ndani yako. Na ukinywa pombe, Roho Mtakatifu akaenda ndani yako. Yaani ukitaka kujua mtu ambaye hana Roho Mtakatifu, mlevi. Mlevi hana Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani ya mtu aliyenywa. Biblia inasema mjazwe Roho. Msilewe kwa mvinyo bali mjazwe Roho. Manake kinyume cha kulewa kwa mvinyo, manake tunalewa kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana siku ile Pentekoste Roho aliposhuka pale katika Matendo sura ya 2, wakaonekana kama wamelewa kwa mvinyo mpya. Petro akatoka kule akawaambia, haya mnayoona ni yale yaliyotabiriwa katika Yoeli sura ya 2. Itakuwa katika siku za mwisho Bwana atamimina Roho wake juu ya kila mwenye mwili. Kwa hiyo kumbe sisi tunapaswa tujae Roho Mtakatifu. Hicho ni kilevi chetu sisi. Ndio hapo tutakapoonekana tumejaa Roho Mtakatifu, utaonekana umeweuka, unafanya vitu ambavyo mtu mwingine hawezi kuelewa. Unafanya nini? Unaenda katika njia ambayo unapitia matatizo, unawe furaha, haupaniki. Mtu mwingine atasema umelewa wewe. Ni Roho Mtakatifu kaja ndani yako. Hicho ndio kiwango ambacho tunapaswa kuwa nacho cha nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio ulevi wetu sisi, kama tutaita katika lugha yetu, tukitumia lugha hiyo. Ndio ulevi wetu sisi. Kwa hiyo ukilewa, unapoingiza pombe katika mwili wako, unabadilisha ufahamu wako. Roho Mtakatifu hawezi kutembea na wewe. Bwana na pesa. Unaona gari au chombo chochote cha usafiri. Unajua kwa nini wale maaskari au sheria za barabarani zinamkataza mtu kuendesha gari au kuendesha chombo chochote cha usafiri akiwa amelewa? Ni kwa sababu ataleta ajali, atasababisha ajali. Haiwezi kupeleka kile kitu vizuri. Sasa kama chombo cha usafiri tu, sheria za nchi zinakukataza wewe unaendesha kwa usalama wako wewe na kwa wengine, unakatazwa usiendeshe ukiwa umelewa. Vipi huo mwili unaoendeshaji ukiwa umelewa? Na ni hekalu la Roho Mtakatifu, nyumba ya Roho Mtakatifu. Ni kosa kubwa kufanya kunywa pombe au kulewa kwa kilevi kingine chochote. Hakunaga cha kunywa kidogo. Ulevi ni ulevi tu. Bwana na pesa. Vitu unavyofanya katika mwili, unafanya nini katika mwili wako? Uasherati, zinaa. Kitabu cha Wakorintho sura ya 6 nafikiri. Maandiko yanasema dhambi zote watu wanazofanya ni nje ya mwili wao. Lakini mtu anayefanya uasherati au zinaa, anafanya dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Mtu anayefanya zinaa anafanya dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Hakunaga mzinzi hata siku moja mwenye Roho Mtakatifu, hakuna. Ajalisha anaweza kana ubiri anatoa pepo. Ajalisha anasifiwa, ni maarufu, ajalisha ni mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, nabii. Akishakuwa tu muasherati, akishakuwa tu mzinzi, hana Roho Mtakatifu ndani yake. Bwana na pesa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili wake ni Roho Mtakatifu anataka kule. Haiwezi kukaa roho ya uzinzi. Ikiwepo roho ya uzinzi, sharti Roho Mtakatifu aondoke. Mpaka mtu atakasike awe msafi, ndipo Roho Mtakatifu aje kukaa ndani yake. Huyu mtu bado anahitaji kusaidiwa ili arudi kwenye mstari. Aachane na uzinzi na uasherati. Na dhambi ambayo tunasema ni ngumu kuishinda ni uasherati, ni uongo. Mimi naweza ngasema dhambi ambazo kidogo zinaweza zikaa kidogo ni changamoto kushinda ni vile vitu ambavyo vinaweza kumtokea mtu tu hasira ghafla. Kupaniki. Hivyo ndio naona vinaweza kaa ni vigumu kushinda, lakini sio uasherati. Kwa sababu uasherati, uzinzi na ulevi ni dhambi za maandalizi. Hawezi mtu katokea pap kafanya kile kitu. Ni lazima utaanza maandalizi. Maandalizi yanaanza kwa mazungumzo, kwa miguu yako mwenyewe kwenda, kufika kabisa, kuongea, paka unafika hatua kufanya kile kitendo. Sio jambo la kushtukiza, ni jambo ambalo tayari wakati unaenda kufanya kile ndani yako unasikia kabisa kunaugua, ndani yako kabisa unakutana kushuhudia sio sahihi. Unaona kabisa unahubiriwa ndani yako, lakini unaenda paka mwisho wa siku unafanya afu unajuta unasema nimepitiwa. Hakuna kupitiwa katika uzinzi, hakuna kupitiwa katika ulevi. Hizo ni dhambi za makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaposema au tunapojifunza kuhusiana na utakatifu wa nje, maana yake tunaangalia vile vitu ambavyo mtu anafanya katika mwili vinavyoonekana. Hivyo ndivyo vinavyoelezea utakatifu wa mtu wa nje. Utakatifu wa ndani ni matendo yote ya ndani ya roho na nafsi ya mtu ambayo mtu anayafanya, yanofanya yeye afanane na Mungu. Na mengine anayofanya yanafanya mtofautishe na Mungu, hayo ni uchafu wa ndani. Kwa mfano tusome kitabu cha Galatia sura 5 na ule mstari wa 22. Galatia sura 5 na ule mstari wa 22.
Wagalatia sura 5 na mstari wa 22. Anasema hivi, Wagalatia sura 5 mstari wa 22. Anasema lakini tunda la Roho ni upole. Upole ni utakatifu wa ndani. Anasema tena furaha ni utakatifu wa ndani au usafi wa ndani. Anasema tena amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa hiyo ukiona ndani yako kiwango cha uvumilivu kimepungua au kiko kabisa, ujue ndani yako kuko sawa. Lakini ukiona kiwango cha uvumilivu kiko juu, ujue ndani yako kupo sawa. Una utakatifu ule ndani. Kwa sababu Mungu naye pia ni mvumilivu. Ukisoma kitabu cha Nahumu sura ya 1 pale, anasema Mungu si mwingi wa hasira. Mungu ni mwingi wa hasira, lakini si mwepesi wa hasira. Hata sisi pia tunazo hasira, lakini tunapaswa tusiwe wepesi wa hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukishaona kuona kiwango cha uvumilivu kinapungua ndani yako, kiwango cha upole kinapungua ndani yako, kiwango cha furaha kinapungua ndani yako, amani inapungua ndani yako, ukishaanza kuona hivyo vitu vinaanza kuisha ndani yako, uaminifu, fadhili, sio mtu kufadhili, sio mtu mwaminifu, ukishaanza kuona hivyo vitu vinaisha ndani yako, ni dalili ya kwamba utu wako ndani unaharibika. Na hivyo pia ni dalili ya kwamba wewe utakatifu wa rohoni haupo, utakatifu wa ndani haupo. Bwana anapesi. Kwa hiyo vitu ambavyo tunapaswa kuwa navyo sisi wa Kristo ni utakatifu wa nje na utakatifu wa ndani. Watu wanasema Mungu angalii mwili, anaangalia roho. Mungu angalii mwili, anaangalia nini? Anaangalia roho. Ukiona una hiyo akili imekuingia au hilo fundisho limekuingia au hiyo hisia imekuingia, fahamu kwamba ni ibilisi 100%. Kwa sababu sisi tumeumbwa na roho na mwili na nafsi. Kitabu cha Thesalonike sura 5 mstari wa 23. Anasemaje pale? Labda tusome. Tuweke hapa vizuri ili tuweze kuelewa. Wathesalonike kwanza sura 5 mstari wa 23 anasema Mungu wa amani mwenyewe atakase kabisa nafsi zenu, na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema Mungu wa amani mwenyewe, yeye mwenyewe awatakase kabisa nafsi zenu, roho zenu na miili yenu. Hajasema watu watakase nafsi na roho, anasema na miili yenu, afu muwe kamili mpaka ile siku ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu anaangalia mwili lakini pia anaangalia na roho. Lazima ili tuliweke vizuri tulijue tu Mungu. Ukienda kumfuata mtu kimwambia nitajie, nielezee leo muomba nini Mungu au orodha maombi yako. Tunakuwa tunaorodha maombi hapa, si ndio? Tuangalie ile maombi asilimia kubwa. Tunaomba maombi ya namna gani? Utashangaa. Asilimia kubwa sisi wote tuna maombi tunayoomba sisi. Asilimia kubwa maombi tunayoomba ni maombi ya mwili. Utaona mtu anakuambia Mungu, naomba unipe uzao. Mungu, naomba wasaidie wazazi wangu. Naomba wasaidie watoto wangu. Utaona Mungu, naomba unipe pesa. Niishi maisha mazuri ya kukutukuza wewe. Hizo fedha ni roho yako inaenda kutumia. Fedha zako utaenda kununua nini? Utaenda kununua shamba. Utaenda kununua chakula kizuri, utakula vizuri, utaenda kununua mavazi mazuri. Fedha zote zinatumika katika mahitaji ya mwilini. Sasa kama Mungu angalia mwili, basi hata maombi yako unayoomba au maombi yangu naomba mimi kwamba Mungu nifanyie, asijibu, kwa sababu Mungu angalia mwili, anaangalia roho tu. Tulipaswa tukae tuombe mahitaji ya roho basi kama Mungu angalia mwili. Tulipaswa kukaa na kumwambia Bwana, tunaomba utupe uvumilivu, upendo, furaha, amani basi. Lakini masuala kwenda kuhusisha Bwana, naomba shule, naomba elimu, Bwana, naomba chakula, ni mahitaji ya mwilini. Kwa hiyo tunamwambia Mungu angalia miili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama mahitaji yetu 90% analenga katika kumwomba Mungu mahitaji ya mwilini, basi Mungu pia anaangalia mwilini na vigezo vya mwili pia kama utakatifu. Kama roho yako unataka utakatifu, na mwili pia vile vile unapaswa kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwili sio kitu ambacho kimetupwa. Sasa hivi katika Ukristo sasa hivi kuna vitu vinavyoitwa tunahesabiwa bure kwa njia ya neema. Kwa Mungu angalia mwili, anaangalia roho. Hapana. Ukisoma kwenye Biblia, siku ufufuo itakapofika, kitakachokuwa kinafufuliwa ni miili yetu sisi. Huo mwili wako utafufuliwa. So hautakuja mwili mwingine. Tutavikwa. Biblia inasema tutavikwa mwili mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema tena tutabadilishwa. Kitendo cha kubadilishwa,
haimaanishi unapokonywa huu. Kwa ile siku ya ufufuo, maana kama mwili una maana hizo ufufuo kazi yake nini? Kama mwili una maana, tunafufuliwa nini? Ukishakufa kuna ufufuo kazi gani? Kwa sababu mwili unaoza, alafu roho yako inakuwepo. Kunaje ufufuo? Lakini ufufuo maana yake tunazungumzia tayari mwili. Kwa mwili wako wewe utafufuliwa. Sasa mwili wako ukiwa umechafua utafufuliwaje? Ukiwa sio mtakatifu. Kwa mwili wako ndio utakaofufuliwa. Ukishafufuliwa utarudi. Alafu Biblia inasema tutabadilika. Kwa tukisharudi, tukishafufuliwa kama Kristo alivyotoka kaburini. Kristo alipokufa kaburini akuacha mwili wake kule. Ule mwili wake alifufuka na huo akatoka nao, akabadilika nao, na sasa hivi anao juu mbinguni na milele atakuwa nao. Sasa kama Kristo mwili wake yeye haujapotea, ya kwetu itapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitakachotokea siku ya mwisho kwenye ufufuo, tutafufuliwa. Tukishatokea katika ufufuo namna hii, baadaye miili yetu itabadilishwa, itakuwa kimbinguni. Hii itakuwa kimbinguni. Ushachukua ungangano kwa kando. Ushachukua gani? Ukichukua ungangano ule kukanda ule ni unga, si ndio? Alafu ukauchukua ukaweka kwenye moto, ukakata ukatengeneza ukaweka kwenye moto kama kwenye frypan, unageuka unakuwa chapati. Si ndio? Sasa ile chapati unayoiona ambayo inatokea ni unga ule lakini umebadilishwa, si ndio? Kwa mtu akwambia unakula unga, ni unga lakini umebadilishwa. Huku ulikuwa mbichi, huku umeiva umekuwa chapati. Huku ulikuwa ni unga ngano, huku umekuwa ndazi. Huku ulikuwa unga ngano tu mbichi, kule umekuwa nini? Umekuwa keki. Umekuwa keki, asante. Na vitu vingine vingi. Na sisi ni hivyo hivyo, siku ya mwisho miili yetu hii baada ya kufufuka itabadilishwa. Ilikuwa ni unga wa kawaida, inaenda kuwa sasa keki ya kimbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inaenda kuwa keki ya kimbinguni. Utukufu ambao utakuwa utaenda nao kule, lakini utabadilishwa, mwili utakuwa kimbinguni, lakini sio kwamba utanyang'anywa mwili. Kwa hiyo Mungu anaangalia roho, lakini pia anaangalia mwili. Wakorintho wa pili sura 7. Wakorintho wa pili sura 7. Wakorintho wa pili sura 7 pale. Tuangalie mambo jinsi yanavyoenda. Wakorintho wa pili sura 7 mstari wa kwanza. Alafu tutarudi tena Wakorintho wa kwanza sura 7 tena. Alafu ya habari tutakuwa tumeshamaliza. Wakorintho wa pili sura 7 anasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa nini? Wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Nitarudia pale. Wakorintho wa pili sura 7 mstari wa kwanza hadi ule wa mstari wa kwanza. Tunasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Kumbe kuna uchafu wa mwili na kuna uchafu wa roho. Anasema tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili, tukitimiza utakatifu. Tunatimiza utakatifu kwa kujitakasa nafsi na roho. Tukisema kwamba tunajitakasa nafsi na roho, ni lazima tuhakikisha kabisa kwamba miili yetu, maana yake miili yetu na roho yetu, maana yake ndani ya nafsi zetu na roho zetu tunakuwa wasafi. Bwana na apewe sifa sana. Soma katika tena kitabu cha Wakorintho kwanza sura 7 pale. Utaona mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima tuwe watu wa kujitakasa na kuwa safi mbele za Mungu. Amen. Kwa sababu anasema pasipo huo utakatifu hakuna mtu atakayeweza kumuona Mungu. Nisome tu hapo tena ili tuweze kumaliza, tuende katika hatua nyingine. Wakorintho wa kwanza sura 7 na mstari ule wa 34. Wakorintho wa kwanza sura 7 na mstari wa 34. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari wa 34 anasema, tena iko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Yeye asiolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana, apate kuwa mtakatifu mwili na roho. Kwa mtu ambaye hajaoa au hajaolewa, ambaye ameamua kuwa namna hiyo, sizungumzie wale ambao wana mipango kuolewa, kwa wale ambao wameamua kujiweka katika namna hiyo maisha yao yote, kwamba wasiolewe au wasioe kwa ajili ya Bwana, anasema ujishughulisha upate kuwa watakatifu mwili na roho, so rohoni tu na mwilini. Kwa hiyo package ya mtu kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, mwili na roho. Usijitenganishe hata siku moja, wala usidanganyike mahali popote kwamba mwili wako hauna thamani. Ndio maana sasa hivi ukiumwa utamwambia Bwana niponye mwili. Utaenda kumwambia Bwana niponye roho yangu. Utaambia Bwana angalia mwili wangu, kwa sababu unajua mwili wako una thamani. Kwa hiyo ndugu zangu, ni lazima tujifunze jambo hili kwamba tutafute utakatifu wa nje na ndani. Sasa swali la mwisho ambalo tutakuwa tunamalizia. Je, tuna utafutaji au tunapataje
utakatifu wa mwili na wa roho. Tunautafutaje au tunaupataje utakatifu wa mwili na roho? Amen. Jambo la kwanza, kanuni ya kupata utakatifu wa mwilini na roho. Kanuni ya kupata utakatifu wa mwilini na roho. Kanuni ya kutafuta au kupata utakatifu wa mwilini na roho. Au ni kwa nini Wakristo wengi sasa hivi tumepungukiwa na hichi kitu kinachoitwa utakatifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Au tunaweza kama tunautafuta utakatifu lakini hatufikii. Kwa nini hatuwezi kufikia utakatifu? Yawezekana kabisa kuwa wasafi mbele za Mungu. Simaanisha kwamba siku utakapompokea Yesu utakuwa siku hiyo mkamilifu au utapata utakaso moja kwa moja, hapana. Lakini utafika point ambapo utasikia kitu kinakuhukumu ndani yako. Utasikia kitu ambacho kinakushtaki kwa vitu ambavyo unavifanya. Kwa siku zinapozidi kwenda utaona kuna kitu fulani kipo sawa, utajirekebisha. Unasema kumbe nilikuwa naona niko sawa. Baada ya kusikia hiki najirekebisha. Okay, unaendelea. Kwa ile point ambapo ulikuwa kuna vitu vijui, ulikuwa bado ni mtakatifu. Lakini ulipogundua kuna kosa unalifanya ukajirekebisha, bado unaendelea na utakatifu. Hiyo ndio maana utakatifu kibiblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, kwa nini wengi au Wakristo wengi katika hizo siku za mwisho wanaona hichi kitu ni kigumu kukifikia? Na pia wanaona kwamba ni jambo kama vile ambalo haliwezekani. Na watu wanaohubiri haya mambo wanaonekana kwamba wanajifanya au wenyewe wanajiona ni watakatifu. Hapana. Bwana na pesa sifa sana. Ukitaka kufikia utakatifu kweli na hata uwe na ushuhuda maisha yako, cha kwanza kabisa, kanuni ya kwanza baada ya kumpokea Yesu ni kujikana nafsi na kubeba msalaba wako. Hii ndio kanuni ya kwanza ambayo usimiss, kujikana nafsi na kubeba msalaba. Naomba nisome kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 24. Tunalijua ile andiko, Mathayo sura ya 16 na ule mstari wa 24. Hatutakaa muda mrefu hapa ili tuweze kwenda kuomba. Mathayo sura ya 16 na mstari wa 24. Mathayo 16:24. Neno la Mungu linasema, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yoyote akitaka kunifuata anajikane mwenyewe. Labda tuanze mstari wa 22, 21 tuweze kuelewa hiki kisa afu kwa nini Bwana Yesu aseme maneno haya. Mathayo sura 17 mstari wa 21 anasema, tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu na makuhani na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Afu angalia mstari unaofuata. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Petro anaanza kumwambia Bwana Yesu haya hayatakupata, kana kwamba anazungumza kauli nzuri. Kumbe akujua ni roho nyingine inazungumza ndani yake. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, huu kikwazo kwangu, maana huyawazi yale ya Mungu bali ya wanadamu. Baada ya kumwambia Petro maneno hayo, Bwana Yesu alijua shida iliyokuwepo ndani ya Petro. Alijua shida iliyokuwepo ndani ya Petro. Lakini akasema kuliko kumwambia Petro peke yake, ngoja niwaambie wote. Angalia maneno yanayofuata. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwa Petro ndani ya moyo wake kuna vitu alivikosa. Alikuwa anaona Ukristo ni mzuri, Ukristo ni raha tu, Ukristo ni burudani. Alafu wakati Yesu anamwambia ataenda kuteswa, anaanza kumtia moyo, anaanza kumwambia hautateswa. Hiyo njia yako mbona ni ngumu? Huwezi pita njia ngumu namna hiyo, mtakatifu wewe. Wewe unapendwa na Mungu, huwezi pita hizo njia. Petro alizani ni yeye anawaza yale mawazo, kumbe alikuwa ni Shetani yuko nyuma yake. Kristo alipogeuka kuongea na Petro, anaongea na ile roho iliyo nyuma yake, akamwambia nenda nyuma yangu Shetani, kwa kuwa zile mwanadamu bali unaanza leo na Mungu. Hapo Kristo ashashughulika kwanza na roho iliyo ndani ya Petro. Alafu anakuja kushughulika sasa na Petro baadaye. Anamwambia Petro, njoeni hapa na wengine wote. Mtu yote akitaka kunifuata ili mlelewe. Mtu yote akitaka kunifuata. Huyu mtu sio mwanamke, sio mwanaume. Kwa sababu kuna wanafunzi wa Kristo wanawake, Biblia inasema hivyo. Wote akawaita, mtu yote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Maana yake hajui kile nilichokisema kwamba mimi nitaenda kusulubiwa siku ya tatu na yeye pia kitamtokea. Akaambia hivyo wanafunzi. Yalikuwa ni maneno magumu sana. Hali kadhalika wanafunzi sasa hivi wa Yesu hawapo. Wote sasa hivi wameshakufa. Wakina Petro hawapo, wakina Andrea hawapo, lakini ya maneno yanaishi. Maana yake tunaambiwa mimi na wewe sasa, tukitaka kumfuata Yesu, tujitike msalaba, tumfuate. Maana yake
Sehemu nyingine anasema apendaye baba au mama kuliko mimi anistahili. Apendaye watoto asiacha vyote na kunifuata mimi hanifai, hanistahili. Anaposema kuacha sio lazima kuacha tu katika mwili. Au azungumza sana kuacha katika mwili. Anazungumza kitoki kile kitu katika moyo wako. Na kama unaona kitoki katika moyo bila kukitoa katika mwili, basi toa katika mwili na moyo pia ili kiweze kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wanaweza kuwa na vitu lakini havipo ndani ya mioyo yao. Wanaweza kuwa na mali lakini hazipo ndani ya mioyo yao. Hiyo haina shida. Kwa sababu hata zile mali zikipotea, wana uwezo wa kuendelea na Mungu. Hayo changanya. Lakini kuna watu ambao mioyo yao iko kwenye mali, kiasi cha kwamba hawezi kutenganisha moyo wake na mali. Sasa ukishafikia hiyo hatua, toa hiyo mali yote kupeleka pembeni ili moyo wako usalama. Na pale Bwana Yesu aliposema kwamba kingo chako kimoja kikosesha, afadhali ukikate. Ni heri uingie kwenye ufalme wa mbinguni kigutu au chongo kuliko kuwa na macho yako mawili na mikono wako wakwenda kutupa katika ziwa la moto. Kwa kitu ambacho sasa hivi kinasumbua watu wengi ni kujikana nafsi, kushindwa kujikana nafsi, kubeba msalaba kumfuata Yesu. Anasema nikifuata Yesu afu niache marafiki. Nitawezaje kumwacha rafiki yangu? Nitawezaje kumwacha mama yeye aamini mambo ya wokovu. Alafu tena nikianza kumleta mambo ya wokovu itakuaje? Baba amini, nikianza kumpekea mwambie baba leo nimeamini na nataka kwenda kanisani itakuaje? Nyumbani mambo ataanza kuleta shida. Nikisema leo hii nimeokoka pale shuleni utanionaje? Nitaanza kuonekana mshamba. Nikianza kuvaa vizuri, kusema maisha, kutembea, kuhubiri injili, si nitaonekana nimerukwa na akili kwa sababu na rekodi ya kwamba watu wanaohubiri injili kama vile wamerukwa na akili. Yaani unamwonea haya Yesu. Sasa ukikaa katika hiyo hali huwezi kujikana nafsi, huwezi kufikia utakatifu. Kamwe hautakaweza kufikia utakatifu. Kwa sababu utakuwa unaenda na wakati. Na wakati neno la Mungu laturudisha kurudi katika Biblia, kitabu cha nyakati za kale. Mwanzo, Yesu ni yule jana na leo na hata milele. Hana hajaji-update au hajaji-upgrade, yuko vile vile. Vigezo vyake ni vile vile. Kwa wengi tunashindwa hapo. Nitawezaje kuishi maisha? Nitawezaje kutembea vile? Nitaonekanaje na watu? Ukishaanza kukaa katika hiyo hali, utakatifu usahau. Utabaki hivyo hivyo siku zote. Na Yesu alisema mtu anaweza kumfuata. Alikana nafsi. Kwa kama alikana nafsi mfuate Yesu. Aidha unafuata baba, unafuata mama, unafuata jamii yako, unafuata watoto, unafuata marafiki au mchungaji wako. Lakini kama unataka kumfuata Yesu wa kwenye Biblia, neno lake liko wazi. Jikane nafsi. Bwana asifiwe. Acha dunia zimekuona umechukua na akili. Shida iko wapi? Huyo mtu aliyekuumba, yeye ndo huyo mtu ambaye unamfuata, yeye ndo kakuumba. Hajakuumba. Yeye ndo kakufia msalabani, okay basi sio kufia msalabani. Hebu mwambie nisaidie, amrisha hata nywele yangu ikuwe hata sentimita moja kama ataweza. Sasa nini kumsikiliza? Sasa tumsikilize ambaye anaweza anaamri juu ya maisha yetu sisi. Yesu na anasema wote wanaokuja kwangu sitatupa nje kamwe. Ukimfuata Yesu hakutupi nje. Utaonekana umerukwa na akili kwa watu, utaonekana mjinga mbele za watu, lakini swala la muda tu. Swala la muda tu. Jambo hilo litaweza kudhirika hapa duniani, au kama sio hapa duniani, katika maisha yanayokuja. Anasema katika ufufuo wengine watafufuliwa wapate uzima milele, wengine kudharauliwa milele. Siku ile itakuwa ni aibu kuu, licha kwamba kutakuwa kuna mauti. Watu watapata aibu siku ile kutakapokuwa kuna makundi mawili yametengwa kuna huko. Mtu akimwangalia kale kama mtu ambacho kwa anakuwa ni katumwa kana. Kale kama mtu ambacho kwa kana kadharau kana. Sasa hivi kaenda kuishi milele. Alafu mimi nenda kutupwa, sitaka niona maisha milele. Itakuwa ni aibu na uchungu usiokuwa na mwisho. Kwa hiyo ni wakati wa kutafuta utakatifu wa mwilini na roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ni kigezo cha kwanza cha kuwa mtakatifu. Kigezo cha pili na cha mwisho cha kuwa mtakatifu. Kaa mbali. Kukaa mbali na vichocheo na viashiria, vichocheo vyote vya dhambi. Utakuta mtu kashaokoka maskini, lakini utakuta ana account za anatembelea mitandao ya ngono. Mtu kaokoka lakini simu yake yeye ni kusikiliza muziki ya kidunia. Anajua wasanii wote wa dunia. Akisikia muziki ndani yake kuna changamka, kuna chemka, muziki fulani ukipigwa kuna chemka. Anajua wote. Ile muziki unaoisikiliza inabeba roho. Muziki unaoisikiliza inabeba roho. Kuna kipindi Elisha kabla ile mtu alipiga nini? Kinubi kile na kinana. Alipokuwa anapiga yule mtu, baadaye Biblia inasema roho Mungu akamshukia Elisha. Kwa unaposikiliza muziki ni roho. Muziki wote ule ni roho. Wote unaosikiliza uwe mzuri mbaya ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa unaposikiliza muziki ambao maudhui yake ni mapenzi, unapopokea ile roho, unategemea vipi usianze kuota mandoto au usirupuke matamaa au usiendeshwe na tamaa? Haijalishi umeoa au hujaolewa. Kwa sababu watu wanafikiri kuingia kwenye ndoa au kutoka kwenye ndoa ndio kuzuia uasherati. Hamna. Kama ulikuwa una tabia hiyo, hata kuingia kwenye ndoa utakuwa unaendelea nayo tu. Hakuna chochote kinachobadilika hapo katikati. Lakini kama ukimpokea Kristo na kukaa mbali na vile mazingira yote, vichochoro vyote, utakuwa msafi. Watu unaongea nao ni watu wa mizani gani? Watu wa mizani zao. Kijana unakaa ghetto, unasema nakaa ghetto. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakutana na watu wanakuja tu, wanakwambia hivi. Na unaona haya mazingira ni Masai. Sio kwanza unaweza ukajizuia. Lakini kuna watu wanasema, kuna methali inasema bandu fanya nini? Maliza gogo. Bandu maliza gogo. Leo anakuja anakwambia hivi, naambia toka. Sitaki kusikiza habari. Kesho toka. Anapozidi kuja kidogo kile kitu kwao kinazoeleka. Baadaye unajikuta na wewe unaona ile mambo ni ya kawaida. Ukija kukifanya, yule kasha kuletea saikolojia kwamba ni mambo ya kawaida, kuona yule tabia unaiga. Ndio maana kwenye Biblia walikuwa katika gano la kale walikuwa wanazuia, sheria ilikuwa inazuia kumchukua punda na ng'ombe kwenda kuwalimisha pamoja. Yaani kufunga nira punda na ng'ombe kwenda kuwalimisha pamoja. Sio kwamba ukiwafunga hataweza kwenda. Lakini kulikuwa kuna tabia wanapeana wanapokwenda kulima. Ile nira. Wakitembea pamoja kuna tabia wanakuwa wanapeana. Unakuta sasa ukiwapeleka kwenda kulima pamoja, baadaye ukishakuja kuwafungua kuja kuweka pamoja, unashangaa punda ana tabia fulani za ng'ombe na ng'ombe ana tabia za punda. Punda alikuwa shazoea muda wote kusimama, naye anaanza kuwa na tabia za kulala. Bwana Yesu asifiwe. Shazoea kwenda kule, anaweza kuiga tabia za ng'ombe. Ng'ombe naye kuna saa alikuwa ni mtulivu bandani, ghafla unaweza kushangaa naye anaanza kuzunguka kule. Kwa nini? Kwa sababu wamefungwa nira pamoja. Na ukisoma kitabu cha Korintho kinasema msifungwe nira na hata usiamini kwa jinsi sivyo sawa. Kwa unapokuwa na mtu ambaye amini na unapigania kampani, zile tabia zitakuingia tu. Yaani utajua zinavyoingia, lakini utashangaa tu tayari zimeingia ndani yako. Utashangaa ulikuwa sio mtu upige umbea, lakini unakaa na watu wanaopiga umbea. Siku so nyingi utaanza kushangaa. Utashangaa kile kitu kinakuja ndani yako. Sio mtu wa hasira. Unashangaa hasira zinambika ndani yako. Si Biblia inasema hivyo? Usiambatane na mtu mwenye hasira nyingi, usije kuingia ndani yake. Nasoma kitabu cha Methali. Nasema hivyo. Kwa jinsi unapokaa na watu na yale mazingira yanazuia sana utakatifu wako wa nje na wa ndani. Unatembea na watu ambao hawajali muonekano yao. Leo wako hivi, kesho wako vile. Wewe utajizuia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Utajizuia wiki, hata mwezi, hata mwaka. Lakini nakwambia itatokea tukio tu. Utashangaa labda ghafla sherehe itokea fulani. Sasa tufanye nini leo hii? Shangaa na utajikuta unaanza kidogo. Baadaye unaingia huko. Kwa hiyo ni lazima kukaa mbali. Na kitu kingine kinachoharibu utakatifu tunapoenda kumalizia ni mitandao ya kijamii. Hii mitandao ya kijamii niweke wazi. Facebook. Mtandao unaitwa Facebook. Ukiingia kule mtandao Facebook, yani huo umejipanga vizuri kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani wewe umesimama kweli. Unaenda kutafuta taarifa za msingi tu unapita. Kwa sababu kule ukifika umefikiria kuangalia kitu fulani. Ghafla kuna kitu kingine wanasema kina pop up kinatokea pale. Kwa hiyo unajikuta unaenda kule vile. Unaenda tu kule. Vitu unavyovitazama vinabaki katika hazina moyo wako. Mtandao mwingine unaitwa TikTok. Yani huo Mkristo kuwepo huko, paswi kabisa kuwepo huko. Mtandao unaitwa TikTok. Ule ni chafu nikaa kule. Sio Instagram. Sio mitandao yani mingine kule vile ya kuchat tu. Kanayo mbali. Bwana anasifiwe sana. Ina sumu ndani yake. Lakini ukijiweka safi, ukikaa mbali na mazingira na ukijikana nafsi, basi utakatifu wa mwilini na rohoni unawezekana. Acha onekane ni mshamba. Nimalizie na tunamjua gaidi maarufu sana ambaye alikufa mwaka 2011 anaitwa Osama. Alilipua majengo kule Marekani. Tunamkumbuka yule gaidi. Sasa yule gaidi kuna kanuni yake moja alikuwa anatembea nayo yeye pamoja na wale magaidi wenzake. Hiyo kanuni ambayo alikuwa anatembea nayo ni kuishi ukali. Kwa sababu wakati alipofanya ule uhalifu, alipofanya ile tukio la ugaidi, alifanya ile tukio la ugaidi,
Alipofanya tule tukio la ugaidi, akakimbia kwenda kujificha. Kikawaida wale Marekani wana intelligence kubwa sana. Wana vyombo vya intelligence kubwa sana. Kiasi cha kwamba kama akitokea mtu kafanya ugaidi kiasi kile cha dunia, kudako ni rahisi. Ni mara moja tu. Wala pia ichukue muda. Lakini sasa yule gaidi pamoja na kundi lake wakaja na hiyo sio philosophy tuite wa kwamba wataishi ukale. Kwa hivyo wakasema kwamba tukiishi ukale usasa hautatupata. Wakasema tutaishi ukale usasa hautatupata. Kwa maana walichofanya nini? Wakasema sasa hivi dunia iko kwenye ulimwengu wa teknolojia. Dunia iko kwenye ulimwengu wa teknolojia. Sasa sisi tunatoka katika ulimwengu wa teknolojia. Kwa hiyo wakawa hatumii simu za mkononi. Hizi simu hizi. Yule Sam. Kipindi fulani mwaka karibia 2004 pale. Maana tukio lilikuwa 2001. 2004 alikuwa anatumia simu, baadaye akaacha. Ilikuwa bado kidogo adabu. Akaacha kutumia simu. Kabisa kutumia simu. Kwa hiyo akawa na namba za simu. Akitaka kupeleka ujumbe anatumia barua. Kwa ile intelijensia ya Marekani na dunia yote inategemea teknolojia kumdaka. Kwa sasa yeye kwenye teknolojia hayupo. Ikafika kipindi hakuna watu akitaka kupeleka kitu fulani anapeleka barua kama zamani, anaandika kwa mkono, anapeleka kitu fulani kule. Na bado wako anaendelea na matukio mengine ya kigaidi. Yaani anatafutwa hapatikani, lakini bado anaendelea kufanya matukio sehemu nyingine. Miaka 10 ikapita, watu usiku na mchana, taifa lenye nguvu kuliko wote anamtafuta mtu mmoja, miaka 10 hajampata mpaka akasema mkufa. Sasa ilipofika mwaka ule 2011, jinsi walipompata, kulitokea kauzembe kadogo tu. Mmoja wale wafanyakazi wake, wale sio wanaita karia wenyewe, mmoja wapo kati ya wale ambao walikuwa wanamhudumia au na messenger wake ambao anapeleka ujumbe. Sijili kwaje aliwamisi sijui ndugu zake, akapiga simu. Alipopiga simu, wale kule ndo wakadaka yale mawasiliano. Walipodaka yale mawasiliano ya huyu ambaye alikuwa ni kama mtendakazi wake, ndo wakamtrace, wakajua Osama alipokuwa. Maana huyu asingeshikilia simu, maisha yake yule mzee, yule gaidi angeishi na angekufa furaha kwa amani. Na sehemu ambapo ameishi alikuwa amekaa kwenye nyumba na alikuwa na wake na ana watoto. Na yupo katikati ya taifa tena karibu na jeshi. Ndio sehemu ambapo amekaa pale vile. Kwa hiyo alipotoka pale watu wengi wakaanza kujifunza hekima iliyoko katika yule mtu. Kwa sababu ijapokuwa alikuwa ni gaidi lakini kwa kuna hekima ndani yake. Ndio maana hata Bwana Yesu akasema anakuja kama mwivi. Kwa nini? Sio kwamba Bwana Yesu alikuwa anasifia wizi. Lakini alikuwa anajua kuna hekima katika wizi. Kwa sababu mwizi anakuja sawa watu wamelala, anachukua kitu kirahisi bila usumbufu wote. Na Kristo naye ndivyo hivyo atakuja sawa watu wako usingizi wa kiroho. Atachukua leo wake, ataondoka naye kunyenyekea. Kwa hiyo na hivyo pia katika swala hili la teknolojia sasa hivi. Shetani anatumia teknolojia sana, hususan mitandao. Ukiishi ukale, ukasema mimi simu nitakuwa nasikiliza taarifa habari, nitakuwa na hata nikiingia kwenye mitandao ni vitu vya msingi tunatafuta. Hata nikishikilia simu labda nitasikiliza kwa gospel, nitasoma Biblia labda singine kama kuna muda ambao napata nafasi. Ingawa atushauri sana kutumia Biblia za simu, lakini ikitokea nitatumia simu yangu labda kuandika kusoma masomo fulani, na kuhakikishia shetani atakupata. Kwa sababu unaishi ukali, usasa utakupata. Fashion zitaendelea huko, utasiaga umesikia simu msanii fulani kafanya nini? Umesikia watu utakuwa unasikia vitu vipi tu. Umesikia tu fulani. Alafu utaona watu wanababaika, watu wanahangaika, unaishi maisha vizuri. Kristo anampa mtu wake usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutakuja upepo huu, stress hii, fashion hii, sio kumeingia toleo hili, toleo lile, wewe utakuwa uko safi. Ndio maana utaona sasa hivi watu wazima sana ambao bado hawajaingia kuonesha maisha yao ya kawaida, na watu ambao sasa hivi wanaweza kuhifadhi utakatifu asilimia kubwa ni watu wazima sana, kwa sababu hawaamini sana katika hizo simu. Hawaamini katika teknolojia. Katafute wamama sana, wababa sana hata katika mataifa yaliyoendelea. Utakuta wale wazee wale wa zamani na unakuta wanaweza kushika Biblia na kuishi katika maisha ya utakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamejitenga na usasa. Wanaishi katika ukali. Sio kwamba wenyewe ni watu wakali. Wanayaona yanayoendelea katika dunia sasa. Wanasoma yanayoendelea katika dunia sasa, lakini wamejua kuyachuja. Kwa hiyo wanachukua vilivyo vya msingi na kuacha vile visivyo vya msingi. Tukiweza kutembea katika hiyo kanuni na kuhakikishia kabisa neno la Mungu alisema Mungu, tutadumu katika usafi na utakatifu na hatimaye tutaenda kumuona Mungu siku ile. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen. Basi naomba tusimame tunapoenda kumuomba Mungu sahihi. Tusimame tunapoenda kumuomba Bwana. Alafu baada ya kwenda kumuomba basi tutamshukuru Mungu. Tumshukuru kwa Bwana, alafu baada